Karibu ndani ya simulizi. Simulizi na John Wanyonyi hapa ndani ya Jaylax Radio. John anakupa simulizi zilizobombea, simulizi tamu zaidi. Jaylax Radio hapa penyewe. Radio Super Fun. Naam. Kuna hii story nataka tuongelee leo hapa ndani ya Jaylax Radio. Hii story imefanyikia kakangu mmoja kutoka maeneo ya Bungoma kule western part of Kenya. Anasema kuna kipindi alikuwa anapitia wakati mgumu sana. Yaani shida zilikuwa zimemwandama mbele na nyuma. So kuna huyu beste yake alikuja akamwambia kuna mahali atampeleka kwa mtu fulani ambaye anajua kumaliza shida za mtu. Eti yani huyu mtu ukienda kwake shida zako zote zinatatuliwa. Kakangu naye hapa hakupinga. Juu huyu anayemwambia ni rafiki wake wa karibu. Na kakangu naye shida alikuwa nazo hazimruhusu kukawia. So kakangu aliamua aende, labda shida zake zitaisha. Wakaenda. Kufika huko kakangu anasema alichokiona sijui tutaita ushirikina au nini. Anasema kwanza ile nyumba walikuwa waingie ni nyumba nyingine ya round hivi, alafu imejengwa juu, roof yake imewekwa ya nyasi. Alafu compound hiyo ama compound ile imesurround hiyo boma ni msitu tu, ama sema msitu tupu. Jamaa anasema alianza kuogopa, lakini huyu rafiki yake akamwambia asiogope. Kwenda kuingia kwa kale kachumba sasa, ka round kale kamejengwa na nyasi. Sauti kubwa ya mwanaume inayotisha tena na kuamrisha kwa ukali, vua viatu na muingie na mgongo kila mmoja. Sijui kama msikilizaji unajenga taswira hapo. So walipoingia kwenye kale kachumba ndani sasa, sasa humo ndo mna mambo. Anasema humo ndani mlikuwa na ngozi za wanyama wengi ambazo zimening'inizwa ama zimewekwa kwenye ukuta. Alafu ndani tu pale kumewekwa room nyingine, so kuna room mbili. Jamaa anasema yeye na rafiki ndio waliambiwa na ile sauti waketi chini, ambapo chini penyewe pametandikwa ngozi sijui ni ya chui. Maajabu ama kinachoshangaza, yule anayeongea haonekani. Kwa muda huu wote sauti inasikika tu, alafu mwenye anaongea haonekani. Kakangu anasema alifanikiwa kujua ni wapi hiyo sauti ilikuwa inatokea. Ilikuwa inatokea katika room nyingine pale kwenye kale kachumba. Kilichoshangaza zaidi, kakangu aliitwa jina na ile sauti. Alisikia tu Emmanuel. Kilichofuata baada ya kuitwa jina na ile sauti ambayo inasikika kama ya mwanaume au sijui ni mizimu, upepo ulianza kuvuma mle ndani kwa kishindo. Upepo mkali, upepo from nowhere tu, upepo mzito. Msikilizaji, nadhani unaona, nadhani unavuta hiyo taswira vizuri. Huo upepo ulipozidi, mlango nao ukajifunga tu ghafla. So mle ndani nitaendelea kukwambia kilichofuatia hapo kwenye simulizi ijayo. Nimekuwa mtayarishaji na msimulizi wako John Wanyonyi, ama ukipenda John Wekesa. Tukutane kwenye simulizi ijayo, simulizi ya pili, simulizi part 2.